Mtazamaji, ni katika kuangazia habari za siasa ambazo zimeweza kujiri kunako medani za siasa nchini Tanzania. Kipi ambacho kimejiri, kipi ambacho kinatikisa ulimwengu wa habari za kisiasa ni kwamba UVCCM wamemvaa Nchimbi, usitafute sifa binafsi kwenye ahadi ya katiba, wa Tanzania wabaki midomo wazi. Ni masuala ya siasa ambayo yameendelea kuwa gumzo katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Karibu sana tuweze kufahamu nini ambacho kimeenda kujiri huko kunako habari za siasa. Ni yale ambayo yameendelea kushika kasi, mtazamaji, baada ya kauli mbili nzito kutolewa ndani ya saa 24 pekee na viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi kuhusu mchakato wa kikatiba ama katiba mpya, jambo ambalo limeibua mjadala mkali na wakina miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa nchini. Mjadala huu unagusa masuala ya msingi ya kitaifa, ikiwemo msimamo wa chama hicho tawala, namna ya kufanikisha ahadi hiyo ya kihistoria kwa wananchi, pamoja na misingi ya kiutendaji na nidhamu ya ndani ya chama. Mfululizo wa matukio haya umeanza siku ya jana wakati makamu wa rais alipozungumzia swala hilo kwa kina na kutoa mwelekeo uliotafsiriwa kwa namna tofauti na wachambuzi wa mambo ya kisiasa. Jana makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumzia swala la katiba mpya na kueleza wazi kuwa Tanzania wanapaswa kuendelea kuipambania ili hatimaye iweze kupatikana. Kauli hiyo imetafsiriwa na baadhi ya wadau wa masuala ya kisheria na kisiasa kwa jukumu la kuisukuma ajenda hiyo muhimu halipaswi kuachwa mikononi mwa serikali au chama tawala peke yake, bali linahitaji ushirikiano mpana wa wananchi wote. Na hata hivyo pia haikuchukua muda mrefu kabla mtazamo mwingine mzito sana kuibuka kutoka ndani ya ngazi za uongozi wa vijana wa chama hicho, jambo ambalo liliongeza msisimko mkubwa katika medani za kisiasa nchini. Mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa CCM Mohamed Kawaida alichapisha ujumbe mrefu sana kwenye mitandao yake ya kijamii rasmi kabisa, akisisitiza kwa nguvu umuhimu mkubwa wa kuheshimu taasisi, maamuzi ya pamoja ya vikao halali na nidhamu ya chama. Na katika ujumbe huo ambao aliuandika, Kawaida aliambatanisha video aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ilani ya CCM ya mwaka 2025 Profesa Kitila Alexander Mkumbo, ambaye alisitiza kuwa katiba mpya ni ahadi rasmi ya CCM na ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2025 mpaka kufika mwaka 2030. Lakini pia Kawaida alieleza kuwa chama imara hakipaswi kamwe kujengwa juu ya msingi wa mtu mmoja, bali kinapaswa kusimama imara juu ya taasisi. Aliendelea kuonya dhidi ya kile alichokiita ubinafsishwaji wa madaraka au personalization of power, ambapo maslahi binafsi hupewa kipaumbele kuliko maamuzi ya pamoja ya taasisi husika. Katika ufafanuzi wake, Kawaida alibainisha kuwa viongozi wanapaswa wakati wote kutanguliza maamuzi ya chama chao, na anaongeza kuwa michakato ya ndani ya kupima uadilifu, uwajibikaji na uaminifu wa viongozi ni sehemu muhimu ya demokrasia ya ndani na chama, badala ya kuonekana kama adhabu. Katika nukuu anasema, uimara wa chama hauko katika uwezo wa kiongozi mmoja kujijengea taswira mbele ya umma, bali katika uwezo wa taasisi kusimamia nidhamu, kulinda maamuzi yake ya pamoja na kuhakikisha kuwa uongozi unabaki kuwa na taasisi badala ya kuwa kwa mtu mmoja. Lakini pia ujumbe huu mzito umekuja wakati mwafaka na umevutia hisia kubwa sana za wadau wengi wa kisiasa, kwa sababu unafuatana moja kwa moja na kauli ya makamu wa rais kuhusu mchakato huu nyeti wa kitaifa wa kupata katiba mpya. Lakini pia kwa uchambuzi wao wanaendelea kufuatilia kwa karibu sana mienendo hii ya viongozi wa juu ili kubaini kama kuna mabadiliko ya kimkakati katika utekelezaji wa ajenda hiyo ya katiba mpya, au kama ni mtazamo tu wa kawaida wa kiutendaji ndani ya mfumo wa kidemokrasia wa chama hicho tawala. Wananchi kwa upande wao wanaendelea kusubiri hatua stahiki zitakazochukuliwa na serikali pamoja na viongozi wa vyama vya siasa ili kuhakikisha ahadi hiyo inafanywa kazi kwa maslahi mapana kabisa ya taifa letu la Tanzania na vizazi vijavyo. Ni tamati, mtazamaji. Maoni yako moja kwa moja yatakusanywa na kusomwa wakati mwingine kunako habari za kisiasa.